Mimi nataka nichukue nafasi hii kusema karibuni. Hii sherehe ya kumkaribisha kiongozi wetu Senator Millicent Omanga kwa chama apiganie kiti cha Mama County hapa jijini Nairobi. Mama Millicent Omanga, karibu, karibu, karibu tena. Chama chetu cha DCP tunataka viongozi wakakamavu. Viongozi wanasimama na haki na viongozi ambaye hawanunui uoga. Huyu Millicent Omanga tulikuwa na yeye akiwa Senate, nikiwa National Assembly, na ninamjua, ninamuelewa. Na vile umeamua kuja chama cha Rayasha wananchi, tumekukaribisha sana. Na vile umesema uko tayari kwenda nomination na wengine, mumenyane tupate candidate moja ambaye mimi mwenyewe sasa nitakuja kupigia debe katika jiji la Nairobi. Nataka niseme ya kwamba kila mtu amekaribishwa kwa chama chetu cha DCP. This is a party of the future. Chama ambayo iko na umaarufu katika Jamhuri ya Kenya. Unajua kuna wengine walikuwa wanajaribu kuweka propaganda ile watu ya ODM badia, ati DCP ni chama ya kikabila, ni chama ndogo. Mimi nataka nikuambie wewe watu ya ODM badia, DCP is a national party na iko na kila Mkenya na kila jamii. Na huyu Millicent Omanga sio jamii ya Mlima Kenya, yeye ni kutoka huko kwa Bagausi, ndio? Kwa hivyo hii chama ina umaarufu katika Jamhuri ya Kenya. Hivi majuzi tulishida kiti huko Kwisero, Kisa East. Tukashida ingine Narok Township. Ingine hapa jijini Nairobi, Kariobangi North. Kwa hivyo hii ni chama ya kitaifa na ni chama iko na umaarufu. For avoidance of doubt, katika jiji la Nairobi, DCP itasimamisha candidate wa kiti cha gavana, kiti cha Senate na kiti ya women rep. DCP itakuwa na candidate katika eneo bunge 17. 17 constituencies tutakuwa na candidate katika jiji la Nairobi. Pia tutakuwa na candidate katika wards 85 katika jiji la Nairobi. Lakini hapo mbele tutakuwa na mazungumzo na members ya United Alternative Government, wakiwemo Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Cleo Malala, Fred Matiang'i, Martha Karua na kila mtu. Kwa sababu lazima tutakuwa na mpango ya kushinda viti yote katika jiji la Nairobi. Na mimi nataka niambie wale watu ya ODM badia ile ya Ruto, hakuna kiti mtapata hata moja katika jiji la Nairobi. We'll make sure. Na mimi niseme hapa jijini Nairobi, nataka niweleze nyinyi katika County Assembly ya Nairobi, huyu governor anaumiza watu hapa Nairobi. Ni one term, si one term? Aende asiende? Na mimi nataka pia niombe msamaha. Huyu Sakaja mimi ndio nilimuuza hapa Nairobi. Akatusaliti, akageuka wafanyabiashara. Amelete goons katika Nairobi, si ndio? Wakishikana na Kasongo wamefanya jiji la Nairobi kuwa jiji ya goons. Ile maneno walienda Haiti, walienda kusoma mambo ya goons kutawala katika taifa la Kenya. Na hapa Nairobi ndio wahuni wameletwa kusumbua watu. Huyu governor nataka tusaidiane akuwe one term, si ndio? Kuna wale MCAs ambayo wamekalia viti wanashikana na Sakaja na Kasongo kuumiza watu ya Nairobi. Hawa MCA wote tunataka muwasafirishe waende nyumbani, si ndio? Pale MCAs ambayo wamesimama na wananchi wa Nairobi ni MCA wa Mweki, Mheshimiwa Kago, yeah? MCA wa Utawala, Mheshimiwa Karani, MCA wa Nyoike wa Kariobangi North, na MCA nominated wa Njiro, ambaye hao wanne ndio wanasimama na wananchi wa Nairobi. Wengine wote, kwanza yule anaitwa Bishop na ile mwingine anaitwa Ronaldo, ni wasaliti, si wasaliti? Wakwende wasikwende?
Hao ndio wanapanga na Sakaja na Kasongo kubomoa mali ya watu ya Nairobi. Kwa hivyo nataka kuambia nyinyi ni mtume kazi. Hata mkisaidia Millicent Omanga, kibarua kubwa ni ya kupeleka Kasongo nyumbani. Mkipeleka Kasongo nyumbani, Sakaja afuate. Hii ma-MCA wote wasaliti ya watu ya Nairobi waende nyumbani. Katika bunge la kitaifa, wale waheshimiwa wanasimama na wananchi wa Nairobi ni Mheshimiwa Mwago wa Starehe, Mheshimiwa Gakuya wa Embakasi North, Mheshimiwa Major Dong wa Embakasi Central, Mheshimiwa Kamande Mwafrika wa Roysambu. Si ndio? Pia lazima tuseme Senator Sifuna anasimama na watu ya Nairobi. Na huyu kijana Babu anasimama na watu ya Nairobi. Wabunge wengine wote ni wasaliti. Kwa hivyo tunataka tuwafagie wote. Si ndio? Si tulisema tuko na operation inaitwa Fagia. Nikisema Harambe mnasema Fagia. Harambe. Wasaliti. Wabunge wa Kasongo. MCA wa Kasongo. Mama Pasaris. Sakaja. Sabrano. Na Kasongo. Na Kasongo. Tufagie wote. Iko namna hiyo. Mimi niseme ya kwamba nataka nitangaze leo, wale ambao wajui, DCP will be the strongest party in the Republic of Kenya in the next general election. Na hii chama yetu itakuwa chama ya kipekee katika Eastern Central Africa. And I want to assure you today, DCP will form the next government or be part of the next government in 2027. Pia nitangaze mchana, DCP ndio itakuwa majority party katika National Assembly na katika Senate. And the leader of the majority in the National Assembly will come from DCP. The leader of majority in the Senate will come from DCP. Nimesikia msaliti mwingine wa hapa Katondo South akisema ati ni kweli DCP itashinda viti yote Nairobi na itashinda Mlimani na Kajiado na Narok. Lakini akasema ati tukishinda watu ya DCP watanunuliwa na Kasongo. Nataka nikuambie wewe msaliti, Kasongo hakuna mtu atanunua ya DCP kwa sababu mwenyewe tutakuwa tumemfukuza, atakuwa Sooi. Number 2, wale viongozi watachaguliwa na DCP, hakuna mtu ya kununuliwa. Huyu Millicent Omanga ni mtu ya kupigiwa debe? Anaweza pigiwa bei? Sisi tutachagua viongozi ambaye hawezi nunuliwa na mtu yeyote. Wacha munipatie nafasi nieleze. Serikali ambaye tunataka kuuda ya DCP itafanya nini hapa Nairobi? 1, kitu ya kwanza, it is to restore the dignity of the payslip. Wafanyikazi wote ya public and private sector, payslip yao imekuwa raided, wamekuwa watu ya kuhangaika na maskini. Kazi ya kwanza ni kuondoa zile taxation Kasongo wameweka ya kuumiza wafanyikazi wa serikali na wa private sector. Number 2, watu ya Nairobi, serikali yetu mpya next year itaregesha masomo ya shule ya msingi bila malipo ambaye tulipewa na Rais Mwai Kibaki. Ya 3, masomo ya day secondary school bila malipo ambaye tulipewa na Rais Uhuru Kenyatta. Serikali ya DCP itaregesha hiyo masomo ikuwe namna hiyo. Hapa Nairobi, serikali ya DCP haitakubali mtu yeyote abomolewe nyumba yake ama makao bila kupangiwa ataenda wapi. Pia nitangaze ya kwamba hakuna ubomoaji, no evictions or demolitions ever will happen in this country at night. Mambo ya giza ni mambo ya shetani na hatutakubali. Kama lazima wananchi wasonge,
watafutiwe pahali ya kwenda na wasongeshwe mchana, hapana usiku. Mambo ya shule hapa Nairobi, there is congestion ya primary schools. Watoto wanasoma mpaka watoto 120 kwa darasa moja. Serikali yetu ya DCP itaweka pesa ya kutosha ya kuweka madarasa ya orofa, watoto wasome 40 kwa kila darasa na wakue na nafasi ya kusoma vizuri. Pia wamama wa Nairobi, mpango wa Linda Mama tulipewa na Rais Uhuru Kenyatta, tutaregesha ndio wamama wetu waweze kusaidika bila shida. Mambo ya matatu hapa Nairobi, huyu Sakaja wanapanga na Kasongo kusongesha mastage, tea room huko Kaka, huko Nyamakema, ati waende huko Ruai. Nataka kusema serikali yetu mpya next year, mastage yetu ya matatu watakaa pahali wamekaa miaka yote bila kusumbuliwa. Hapa Nairobi jijini, wachuuzi hawkers watapatiwa nafasi wauze mali yao bila kusumbuliwa na askari wa kanjo. Mambo ya foreigners, wale wamekuja kufanya biashara wa China na wengine wamekaribishwa, lakini wafungue factory huko industrial area, wauzie watu wetu mali, wakuje wauzie wengine. Hata tukubali foreigners wa China na wengine kuuza mali ya reja reja na kushindana na wafanyabiashara hapa jijini Nairobi. Mambo ya Nairobi River, tunataka kusema ubomoaji usimamishwe. Mimi nilikuwa nchi ya Uingereza, mto unaitwa River Thames, mahoteli ya kifahari imejengwa karibu na mto. Nyinyi Kasongo na Sakaja muache kusumbua watu ya Nairobi. Sisi tukiingia tutakuwa na mpango ya vile kutakuwa na mahoteli na nyumba zingine za biashara karibu na mto, zimejengwa na teknolojia ya kisasa, ndio mto na wananchi waweze kukaa pamoja, kwa sababu ndivyo Mwenyezi Mungu alitaka. Kwa hivyo watu ya Nairobi, nilisikia Kasongo anasema ati tunamtukana, ati ukisema ni mtu ya uongo. Sasa wewe ukiwa unadanganya watu unaitwa nini? Unaitwa nani? Hapa Nairobi alikuja na Sakaja akasema atalete mashini ya kutengeneza chapati 1,000,000 kwa kila siku. Ni uongo si uongo? Ni muongo si muongo? Wewe Kasongo, makosa yako ndio inakufuata. Hapana nalalamika sana. Wewe mwenyewe ndio ulisema utalete machine ya kutengeneza 1 million chapatis per day. Ni uongo si uongo? Mimi niseme nikimalizia, nimeona huyu Kasongo amekasirika sana. Analia kama panya imeshikwa na mtego. Na nilikuwa nimemwambia nitasukuma yeye. Si nilimwambia? Nikamwambia Kasongo, wewe umekasirisha watu ya Kenya na hawalali. Hata wewe tutakasirisha wewe vile umekasirisha wa Kenya. Wa Kenya ambaye umeboa nyumba yao hawalali, hata wewe hutalala. Watoto hawasomi kwa sababu ya kukosa fees, hawalali, hata wewe hutalala. Si ndio? Tumsukume. Sasa unajua anataka kutoa sisi kwa issues, ati atupeleke kwa matope ya matusi. Sisi hatuwezi kuja hapo Kasongo. Wewe kwanza umeingia pahali mimi nilikuwa nataka wewe. Si ndio? Si ameteremuka? Wewe ulikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, umeteremuka. Umekuwa mtu ya gossip. Ati kazi yako ni kusoma social media ya miaka 5 na kueneza gossip ile iko kwa social media. Zakayo ashuke asichuke. Sasa wewe umekuja pahali tulikuwa tunataka wewe. Sisi tutakaa kwa mambo ya issues. Na yeye unajua kwa nini amekasirika? Nimemtoa nyama kwa mdomo. Si ndio? Si alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital? Tukamuanika. Sasa anasema, sasa ndio amekasirika. Si ati kwa sababu ya masikio, hapana. Masikio tunataka ikuwe kubwa asikize ground. Si ndio? Kasongo asikize ground asisikize. Wewe Kasongo sikiza ground. Sasa iko program ya Nairobi Railway City
ambaye inafadhiliwa na nchi ya Uingereza. Yeye alipanga na watu wanaitwa CRBC kulipisha 29 billion, na kuna wale walikuwa nataka wafanye hiyo kazi na 22 billion. Akawaweka ndege akawarudisha China. Ndio hii wa China wampatie bilioni 7. Hii makasiko yote unaona ni hii bilioni 7 tumemtoa kwa mdomo. Atolewe asitolewe. Na hiyo ndio kazi yetu Kasongo. Kazi yetu tukiona unataka kula kitu ya Wakenya, tunakuanika na Wakenya wanaingilia, unawachana naye. So wewe endelea kukasirika. Sisi hatuna haja na makasiriko yako. Mimi wiki inakuja naambiwa hiyo maneno ya Waingereza niongee Kizungu wa Ingereza wasikize. I want to address the British High Commissioner in Kenya. Si ndio? Hata Kizungu mimi niko sawa. Niko sawa, siko sawa. I would like to ask the British High Commissioner and the British people to take note that our president has gone berserk. He has lost his cool. He has lost his temper. He has just become another Kenyan. He is no longer presidential because he had planned a grant that you are giving to the Republic of Kenya to build Nairobi Railway City. He had inflated the price to 29 billion when another company called China Railway had quoted 22 billion. He organized for those directors to be deported so that this contract can be given to CRBC and they can give him a commission of 7 billion Kenya shillings. That is why he is angry. We are asking the British people, please authorize and give instructions that this contract be given to China Railways at a cost of 22 billion and save 7 billion, not just for the British people, but the world. Tumeambia wazungu, si ndio? Na tuliambia fisi, hata ukinyamaza umesiki? Mimi niseme next week, I want to tell the press, I'll have a press conference, that all Chinese companies have been refused to do business in Kenya, and all the big projects William Ruto has ordered that they be given to CRBC, who are in partnership with him. They are the ones who are doing Talanta Stadium, Bomas of Kenya, Railway City, Rironi Mau Summit Road, Nairobi, JKIA, and SGR, which is launching today. We'll be giving you details on the commissions that have been negotiated by William Ruto with this company called CRBC. And we're asking the People's Republic of China to recall this company back to China because it is a conveyor of corruption in our country. How do you explain that all the big projects for billions have been given to one single Chinese company called CRBC? I'll be calling a press conference mid next week with details of how much money has been allocated to this company of China and the commission they are paying and the projects they are doing for William Ruto in various parts of the country as his commission for giving them these projects. So we are asking the Chinese government, if you truly don't entertain corruption, CRBC is a conveyor of corruption in our country and Kenyans are suffering. Mimi nikimalizia niseme, wananchi wameniambia niulize William Ruto, wewe umesema watu wapunguze chakula, wasikule sana, si ndio? Kwa sababu watu wakikula wananona. Sasa Wakenya wananiuliza, ushauri yako kwa wale hawana chakula yote ni gani? Because they are Kenyans who have no food. As president, you are advising people wapunguze chakula. Wanauliza wewe William Ruto, wale wa Kenya ambaye hawana chakula kwa manyumba zao, what is your advice to those people? Si ndio? Number 2, wanauliza wale watu walibomolea Githurai, kuna mama amenipigia, watu ambaye Mwenyezi Mungu alipatia mwili kubwa.
si ndio? Amesema wale wote ambaye Mwenyezi Mungu aliumba wakakuwa na mwili kubwa ni fala, ni wajinga. Wale watu walipewa mwili kubwa na Mwenyezi Mungu, wanauliza wewe William Ruto, ugali unahitaji kura zao? Sasa huyu Millie Momanga alipewa mwili mzuri na Mungu, unahitaji kura yake? Because sasa wamama mpo, na wewe nikuambie William Ruto, mwili ni maumbile ya Mwenyezi Mungu. Kuna wamama hapa wako na mwili kubwa na hakuna kitu wamekula. Wengine wakijifungua wanaongeza uzito, si ati kuna chakula wamekula. Sasa wewe William Ruto umeanza vita na ile watu wako na mwili kubwa. Sasa sisi nasema si ile watu wote tuko na mwili kubwa hatuwezi chagua Kasongo, si ndio? Wamama mpo, wale wamama wetu warembo. Unajua Kiafrika wamama kuwa na mwili kubwa tunafurahia, tunajivunia. Wewe William Ruto, shida yako ni gani na wamama? Shida yako ni gani na wale watu wamepewa mwili kubwa na wale wamama warembo wamepewa mwili mzuri na Mungu? Msimame. Wale wamepewa mwili na Mungu. Sasa Kasongo Kasongo aende asiende? Kasongo aende asiende? Wewe Kasongo unatukana hawa mama. Ati unasema hao ni fala. Ati unasema ni wajinga. Ati walipewa mwili kubwa na Mungu. Sasa wewe kaa na mwili yako. Wachana na wale walipewa mwili sawa sawa na Mwenyezi Mungu. Na nyinyi wa mama muko na mwili kubwa, nyinyi ni warembo sana. Na wapenda sana wa mama. Mukae namna hiyo. Asanteni sana. Kasongo aende asiende? Aende asiende? Sasa wewe mambo ya Mwenyezi Mungu unaingilia wapi? Ati amesema ati wale watu wako na mwili wadogo ati hao ndio wataenda nao Singapore. Ati wale iko mwili kidogo hawa akina Kacheri. Wewe Kacheri aenda na Kasongo Singapore. Aende asiende? Huyu Kacheri aende na Kasongo? Yeah? Aende na Singapore. Sasa mimi nauliza, niulize swali. Kenya iko na deni ya 14 trillion. Si ndio? Hospitali haina dawa. Watoto wako nyumbani. Biashara hakuna. President wa Kenya kuliko aongee mambo ya deni ya Kenya, aongee mambo ya madawa hospitalini, aongee mambo ya matibabu, aongee mambo ya masomo, aongee mambo ya barabara. Rais wa Kenya anaongea mambo ya mwili, ati mtu amekonda, ati mtu amenona. Ati rais anasema ati wasichana wametiwa mimba. Sasa hiyo ni mambo ya watu binafsi, si ndio? Si wanaendelea kuwekwa mimba? Sasa mimi nakuuliza Kasongo, wewe priority yako ni gani kama rais wa Jamhuri ya Kenya? Itakuwaje wewe ni rais wa Jamhuri ya Kenya ati unasimama juu ya gari kusema ati kuna mtu hana bibi? Sasa hiyo inahusu wewe nini? Wewe si uko na bibi yako? Kama mwingine hana, what is your problem? Wewe ongea mambo ya hospitali, ongea mambo ya masomo, ongea mambo ya barabara, ongea mambo ya deni, ongea mambo ya usalama. Wewe umetoka juu unaongea mambo ya ujinga na mambo ya utoto. Ati unasema ati mwingine hana watoto. Si wewe uko na watoto wako? Hata kama hana watoto inakuudhi nini? Wewe Kasongo pilipili usiosila? Sasa mimi nasema, I'm telling you, unajua mimi nimehuzunika sana. Ati rais wa Jamhuri ya Kenya kuliko aongee mambo ya masomo, mambo ya matibabu, mambo ya hospitali, mambo ya barabara, mambo ya maji, ati anaongea mambo ati msichana ametiwa mimba. Sasa hii ni maneno gani? Ati anaongea mambo ati mtu hana bibi. Sasa president amewacha kazi yake alipewa na Wakenya, amekuwa mtu ya gossip na mtu ya fitina. Aende asiende? Aende asiende? Mimi Kasongo nikwambie, I'll engage you on issues. Hiyo mambo ya watu hawana mabibi, hiyo endelea.
Hiyo ya wasichana endelea. Hiyo ya watu kukula zaidi endelea. Hiyo ya gym endelea. Sisi tunaongea mambo ya masomo, mambo ya matibabu, mambo ya wizi ya mali ya umma. Hapo ndio tunataka wewe. We are going to engage you on issues. Hii ingine wewe mwenyewe uendelee. Harambee. Harambee. Finally niseme, mtulie. Hii Kasongo tumesukuma yamefika mwisho. Ndio analia namna hiyo. Amejua hii kiti imeenda. Na mimi nilimwambia. Nikamwambia Kasongo, mimi nilikusaidia. Nikasanya watu 4 million, nikakusaidia ukakuwa president. Ukaanza maringo na majivuno. Ukasaliti mimi na wafuasi wangu. Ukadanganya wa Kenya. Ukaua watoto ya Gen Z. Ukasema watoto wapigwe risasi kwa mambo yako ikaharibi. Sasa wewe mambo yako imekwisha. Hakuna pahali unatakikana katika Jamhuri ya Kenya. Hata ukilia namna gani juu ya gari, hata ukitusi sisi matusi gani, hakuna vile utapata usaidizi. Na mimi naona Malala Western, Kasongo amekosea nyinyi na heshima. Akifika Western Kenya ni matusi. Kuliko aongee mambo ya barabara. Wewe Kasongo, you promise the people of Western Province 1,000 kilometers of tarmac. Umefika pale, kuliko uambie about 1,000 kilometers of tarmac, you have 1,000 insults. Hiyo ndio unapelekea Waluya. Unaenda huko kutusi watu. Huongei mambo ya maji, huongei mambo ya miwa, huongei mambo ya dawa. Mambo yako tu ni matusi ukiwa katika Western Kenya. So sisi nakuuliza wewe, ukitaka kutusi sisi, kuja utusi sisi hapa jijini Nairobi, pahali ambaye ni ngome yetu ya kisiasa. Si ndio? Pana tukana sisi Kakamega, kuja tusi Rigiji hapa jijini Nairobi hapa. Si ndio? Aende asiende. Amekwama hajakwama. Mambo ya hii mtu imeharibika, ni kufinish? Ni kufinish? Kanairo mko? Mtashikilia jiji kabisa. Tutakuja mikutano kila pahali na msikuwe na wasiwasi. Atapewa nafasi. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana Mama Millicent Omanga, Mama Miradi, pursue your dream. Wewe endelea kukaa na watu ya Nairobi, ongelesha hao polepole, tafuta kura, ongelesha watu na heshima, uambie vile utawasaidia na Mungu atakubariki na hao watu ya Nairobi watakubariki. Si ndio? Si ndio? Tumekubaliana? Si tumekubaliana? Kwa hivyo mimi nimefurahi sana, asanteni sana. DCP ni chama yenu, ni chama chetu. Tuendelee kujenga chama, tuendelee kuendelea mbele. Na kwa hayo mengi, asanteni sana. May God bless you and bless you abundantly. Makofi jamani kwa party leader wa DCP. Wapi makofi ya Rigiji? Makofi jamani.